Hello wapenzi watazamaji mnaofuatilia vipindi kupitia Amisho TV. Tuna imani kwamba mpo fresh, mpo salama kabisa. Kwa siku ya leo nimeruhusi presenter, nimekubali au nimependa kukaa mbali na kamera au nyuma ya kamera, ila nikakuletea mtu ambaye ni mtu mahiri kutokana na kitu ambacho alikifanya kikasababisha mpaka sisi tumtafute na pengine kufahamu mengi zaidi na nini sababu ilisababisha yeye kuongea hivyo, na baadaye mwisho wa siku kitu hicho alichokiongea kikaonekana. Na nisiwezi kuongea mengi, ni kukumbushe kwanza wewe ambaye unaweza kufanya subscribe uifanye, alafu usisahau kufanya share kwa wenzio ndugu jamaa, ili waweze kupata kitu kizuri na wao waelewe vingi kupitia video yetu, na usisahau kufanya like pia kwa comment ambacho kwa kile kitu ambacho utakuwa umekiona. Kama hivyo ni Amisho TV inawaletea mambo mazuri, na kila siku unakuwa ukiona kitu ambacho kinakujenga wewe kichwani. Na upande mwingine tumsalimu na tuweze kumpa karibu na kumkaribisha kwenye kipindi chetu. Tukusalimu mzee. Habari nzuri sana, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Asante sana. Kuna watu ambao wanakuona kwa sasa hivi kwa video mara ya kwanza kwa TV yetu Amisho TV, na labda kuna wale ambao wanakufahamu kupitia kazi zako. Ile kwa yule mtu ambaye anakuona kwa mara ya kwanza, akufahamu vipi? Kwa yule mtu ambaye ananiona mara ya kwanza, kwa majina ninaitwa Prophete Kategaruka Claude wa kanisa la Nuru Evangelism Miracle Center Burundi Bujumbura. Hiyo kanisa mtu akisikia iko sehemu gani? Kanisa hiyo ukisikia iko Chibitoki barabara ya 9 namba 5. Yes. Alafu ile kanisa linaonekana si la muda mrefu, au pia labda mimi kutokana na vile ambavyo ninajifikiria lina muda wa kiasi gani? Kanisa hilo sio nikisema kulingana na makanisa mengine yalikuwepo, lakini kanisa hilo lina miaka, tunaweza sema karibuni miaka 8 sasa. Yes. Alafu Kategaruka Claude, sisi tumekuja kutafuta na hatujajileta. Yes. Ni kutokana zile tunazozita labda ni kazi zako ambazo unafanya kupitia account ya YouTube inaitwa Kategaruka Claude. Kuna vitu ambavyo vimetokea kwa nchi jirani, yani DRC Congo, kule sehemu ambayo wanaita Goma. Sijui ni mkoa mmoja miongoni mwa mikoa ambayo Kongo wanayo. Ukao umeongea kuhusu ile tatizo ambalo limetokea, yani tukio libaya. Na hilo tukio kwako wewe ikaonekana ulilisema mwanzo, yani siku za awali kabla ya hicho kitu kutokea. Alafu hicho kitu kikaja kutokea baada ya wewe kuongea hivyo. Ili kuwaje? Tupe mwanga zaidi. Nafikiria ilikuwa tariki 4 mwezi wa 4, nilikuwa katika kazi zangu za kawaida. Kazi zangu za kawaida, yani nilikuwa katika huduma kanisani, ilikuwa ni Jumapili. Alafu wakati nilikuwa katika hali ya ile wanaita deliverance, hali ya ukombozi, ya kuombea watu. Baada hapo kama kawaida, kulingana na vile kazi za manabii huwa zipo, Mungu aliweza kuongea na mimi. Mungu akaongea na mimi akaniambia ni ombea Goma kwa sababu na uambie watu waweze kuambatana nawe katika maombi haya kwa ajili ya Goma, mripuko wa volkano unaenda kuripuka. Na baada ya hapo niliweza kuyazungumzia, niliambia kanisa na kuambia dunia nzima, kwa sababu tayari ilikuwa direct kwenye mtandao. Niliwaambia kwamba ninaona Goma kuna ripuka volkano, watu waombe, waambatane pamoja nami katika maombi ili mambo yaweze kuwa shwari. Na nikazungumzia jambo lingine, nikasema ninaona Goma insecurity, vita, mapambano, watu wanapambana, watu wanakimbia. Lakini hiyo mapambano ilikuja mbele, baada ilikuja mbele, volkano imekuja nyuma. Maana yake ni unabii nilitoa mara 2 tofauti. Nikasema hiyo ya volkano ya watu kukimbia, naona insecurity ilitendeka muda uliopita. Goma kulikuwa hali sio nzuri. Watu wakasema huyu nabii ni wapi, maana kila anachokiongea na akikawii kutokea. So na ndiposa baadaye tariki hapa juzi ndio tumesikia kwamba volkano imeripuka, lakini nilikuwa nimetahadharisha watu wa Goma. Nikawaambia, na sikusema DRC, sikusema DRC, maana ningesema DRC watu wangesema labda Bukavu, labda sema Anelivizeko, Goma, mji wa Goma. Na nikamwambia watu wa Goma waombe, maana bila hivyo mambo yatakuwa mabaya. Hivi sio vile ambavyo watu wanakuwa wanajua kwamba ulisema Goma kutokana na vile ambavyo unafahamu kwamba Goma uwaga mara nyingi inatokea volkano? Kwa sababu unajua volkano ni kitu ambacho kinatokea kwa miaka, kwa sababu miaka iliyopita ndio volkano ilitokea. Lakini kilichoshangaza watu ni kwamba wakati tayari nimeanza ni wakati nilitabiri, nilitoa unabii, nafikiria mwezi wa 4
tariki 4. Nafikiria baada ya hapo tayari mlipuko ulipita unajitokeza. Na mbele hapo nilisema kwamba naona watu Goma wanakimbia usalama mdogo, ilitokea Goma, baadaye ndio inakuja kutokea sasa ya volcano. Yeah. Alafu video hiyo inaonyesha ulivyosema siku ya mambo mabaya ambayo yatatokea nchini Congo, yani mkoa wa Goma. Ni video ambayo ilifanyika tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka huu 2021. Lakini video ambayo ilikuja kupostiwa baada ya mambo kutokea huko Goma. Ni kwa nini ilitokea hivyo? Video ilipostiwa before mbele. Tulijaribu kutazama video. Kitu kama hicho kitazama kwa video, wanakuonesha kwamba video ilishutiwa tarehe 4 mwezi wa 4, yani mwezi April kwa mwaka huu 2021. Lakini ukitazama kwa kitu kama hicho kwa Katagaruka Claude kwa account yako ya YouTube kiliwekwa hivi tunaongea ni leo ni tarehe 26. Yes. Kitu hicho kina siku 3 kimewekwa. Na hicho kitu ambacho tunakisema kilitokea nchini Congo DRC kule mkoa wa Goma kina muda mrefu kimetokea. Nafikiria nataka nikuweke wazi kwa sababu before, kabla ya hilo jambo kutokea, watu wa Congo wameweza kuita sana kwa sababu zilisendiwa. Na mimi mwenye binafsi nakumbuka kwenye kuna mchungaji ambaye yuko hapo Uvira ambaye alikuwa Kinshasa, akanisendia hiyo video, akanambia nimepata video yako unazungumzia kuhusu habari za Goma. Ilirushwa before, ilirushwa mwanzo, alafu hapa nyuma sasa baada ya hilo tukio kutokea ndo media yangu ikatengeneza sasa kuonesha unabii niliotoa na hali yenyewe inaendelea. Yes. Alafu kuna wale watu ambao huaga mara nyingi hawaamini unabii. Wewe unawaambia nini? Watu hawaamini unabii hawana kosa. Sijawachukua kosa. Kwa sababu mimi tangu niko mdogo nilizaliwa tu katika hali kama hiyo. Nilizaliwa kimaajabu. Nikisema nilizaliwa kimaajabu, mimi niko katika baadhi ya watu wenye mimi nilizaliwa, baada ya kuzaliwa nikajikuta na ugonjwa unaoitwa pneumonia. Na nilipojikuta na huyo ugonjwa, mama yangu akaenda kurangua mihogo, alikuwa mfanya biashara. Akaenda kurangua mihogo fasi wanaita makebuko. Alipofika huko basi baridi nyingi na mtu anaugua pneumonia, mnajua vile pneumonia inakatana sana na baridi. Sasa akakosa hata gari ya kuleta mzigo wake. Wakati huo nikawa sipo tena duniani. Alafu baada ya hapo baba mmoja alikuwa anatumika mstirabaji, wanasema kampuni moja ilikuwa inaitwa Stirabaji, ilikuwa inatengeneza mabarabara. Alafu huyo baba alikuwa anajua mama, anamjua mama yangu, akasema sisi tunasafiri mara moja kwa mwezi kwenye tunasafiri mara moja kwa mwezi tukienda kuangalia mafamilia Bujumbura. Sasa kwa hiyo akaomba kampuni wafanyakazi wake au wale watajiri wake, akaomba ya kwamba nafasi yangu mimi muache huyu mama ateremke kwa ajili apeleke mtoto, maana amefia huko, waende kuzikia Bujumbura. Lakini ninakumbuka Mungu alifanya maajabu. Nilipofika Bujumbura nikamka. So ikakuwa miracle wakati walikuwa wanajua kama wanakuja kuzika tayari. Na nilipokuwa pia niko nainukia, niko mdogo, watu tofauti walikuwa wakija kunichukua, watu wa mama au wanapiga pombe ya kanyanga, wanapiga mambo ya pombe, walikuwa wakija kunichukua ati kuweka tu mikono ndani ya hiyo ile ngunguru ya kuwekea pombe ili wapate pombe nyingi. Unaona, nilikuwa tu mtu wa maajabu. Sasa nafikiria baada ya hapo sasa Mungu aliamua kunitayarisha ili niweze kufanya kazi yake. Unabii hupo na manabii wapo, lakini sio wengi, kwa sababu Mungu anaweza akaongea na watu, lakini Mungu haongei kwa disorder. Tatizo inasababisha watu wasikubali unabii kwa sababu gani? Kwa sababu watu wamechukulia unabii kama vile umaarufu fulani, lakini unabii sio kusema juu nijiite niko nabii juu watu wanipende. Hapana, unabii ni gift, inatoka kwa Mungu, na wakati uko na hiyo gift ni kitu special ambayo kinatayarishwa na Mungu peke yake. Kwa hiyo nataka kuambia kwamba manabii wapo,
na kuna watu wanajiita manabii na japokuwa sio manabii. Ndio ulitambua kwamba una ile talent na kile kipaji ambacho ulipewa na Mungu kwa kuweza kusaidia watu kwa njia hizo na zinginezo? Nilikitambua, wakati nilikitambua, kilichoshangaza mimi kawaida nilikuwa nafikiria kusoma taaluma ya uganga. Ndio. But wakati nilipokuwa Kenya, katika kwenda kuishi Kenya katika hali ya makimbizi ya maisha, nilikuwa mdogo. Wakati huo nilifanikiwa nikapata kukubalika na bishop mmoja hapo, akaniuliza unataka kanisa likusaidie nini? Nikasema mimi nilikuwa ninaomba niweze kusoma, niweze kufuatilia mambo ya udaktari. Ule akanambia hapana, kwa sasa wewe subiria tu, utaona matokeo ya ile barua utakaopewa ya bursa, tunaita bursa sisi. Sasa nilipopewa barua, katika barua zilikuja zingine nyingi, zilipokuwa zinapeanwa, hiyo barua haikuwa kusema eti barua hii yako, ilikuwa kuchagua kile utaangukia, ndio hicho. Baadaye mimi nijikuta nimeangukia katika barua inaniruhusu niende kusoma teolojia. Nilipokuwa shule nilianza kuona naweza kuwa tuko sehemu na waambia watu, labda hata mwalimu zetu walikuwa shuleni na waelezea. Sasa kitu kilianza mara ya kwanza, director wa shule niliyokuwa nasomea ndani, siku moja niliita ofisini mwake. Aliponiita ofisini mwake nikamwambia, mimi ninaona kama kesho pako tatizo litakutokea. Mke wako anaweza kapoteza maisha, anaweza akafariki. Akaniambia, ulijuaje kama mke wangu ni mgonjwa? Nikamwambia, nimesikia tu vinakuja hivyo. Basi kuanzia wakati huo, na ilipofika kesho mke wake akafariki. So wakati huo ndio ikakuwa sasa kama habari za kujua mimi niko nani. Sasa ilifika wakati watu wengi wananifuata, hata niko shule, mpaka kwenye shule watu wananiuliza kwamba huko mtoto wa nani? Maana watu walikuwa wanakuja kuniona sana, wanakuja kama vile watu wanakuja kunifanyia visit, kumbe sio visit, wanakuja kukutana na mimi shuleni. Ikafika wakati hata shuleni, kwa sababu nilikuwa boarding school, wakafunga hata nisiwe napokea pasi, watu watakuwa wananifuata, maana ilikuwa ishaleta ile wanaita ambutiage, yani kama vile msongamano wa watu kukuja mara kwa mara. So hapo ndo kwenye huduma yangu ilianza kufanyikia. Baada ya kumaliza shule, niliweza kuchukuliwa na community hapo. Hiyo community ikanichukua, ikasema tulikuwa tunahitaji nabii mwenye ataweza kuwa katika community, kama vile tunaweza kusema kanisa fulani nahitaji nabii kwa ajili ni baadhi ya karama ambazo zinahitajika ndani ya kanisa. Niliweza kufanya pale kwa muda, niko pale nikiwa nabii. Lakini cha kushangaza ni ya kwamba wakati huo wa kusema wanijaribu waone kama kweli niko nabii, walifanya kitendo ambacho ni miujiza mikubwa, kwa sababu waliweza kuchukua vitu wakaweka ndani ya bakuli wakafunika. So hadi kufunika wakasema sasa tunahitaji Mungu anasema kama ndani nini mle ndani. Cha ajabu, na ndio ilikuwa testing nilipewa, hakuna kitu kingine ambayo maana yake. Sasa nataka kuambia kwamba karama ya kinabii au kuwa prophet ni karama simple sana, iko rahisi sana kuitest. Ni karama iko simple, maana Mungu anaona pote. Sasa wakati Mungu wako hataona cha kinaendelea, basi hiyo itakuwa tatizo. So kwa hiyo ndio naweza kuzungumzia kutambua kwangu karama ile iko ndani. Yes, kama hivyo mtu akisikia habari zako anasikia wewe ni mtu wa maajabu kama ulivyokuwa unaongea kuanzia siku za awali, bado ungali mdogo. Na hebu mtu afahamu ulizaliwa kwenye familia ikoje? Mimi nilizaliwa katika familia yenye iko hatari, kwa sababu baba yangu alikuwa mlevi, alikuwa mtu ambaye alikuwa technician, na alikuwa na jina, lakini baba yangu hakufanikisha mimi naweza kusema mimi binafsi sikufanikiwa kuishi na baba yangu. Kuishi na baba yangu kama vile mtoto anaweza kuishi na baba. Mara mingi nimefanikiwa kuishi na mama. Nimefanikiwa kuishi na mama. Asante sana. Alafu kwa upande mwingine kuna utofauti gani kati ya apotre na prophet pia na pastor? Pastor kwa Kiswahili wanamuita mchungaji. Tofauti ipo kubwa sana. Tofauti iko kubwa kwa sababu apotre manake mtume ni mtu mwenye huwa anatumwa. Apotre kazi yake
anaweza kuja kuanzisha kazi hapa kanisa. Baada ya kuanzisha kanisa, ndani iko na uwezo wa kulea karama, vipawa tofauti. Baadaye mle wale watu amelea wenye ameweza kuhubiria wakakuwa kundi. Sasa mle ndani patatoka mchungaji, patatoka nabii mle ndani, kwa sababu ni karama zenye ataomba Mungu, maana ni karama zinatakikana. Baada sasa, kwa sababu kawaida apote sio mtu wa kukaa kanisani, ni mtu wa kwenda anapanua kazi, ni mtu wa kwenda anapanua kazi tofauti. Kwa hiyo ndio kazi ya apote. Kazi ya nabii naweza kusema ni kama vile taa ya kanisa, yani macho ya kanisa. Nabii ndio prophet. Ya prophet, macho ya kanisa. Alafu mchungaji naye ndio mtu ambaye huwa anakaa akichunga kanisa. Akichunga kanisa, yani akichunga kondoo. Ya hiyo ndio tofauti ya hizo karama zenye zipo. Labda kwa swali la mwisho ungetuambia kitu gani ambacho tulikuwa tujakuuliza lakini wewe ulikuwa ukipendelea labda kiende wazi? Kitu ambacho mlikuwa mjaniuliza, nilikuwa napendelea kiende wazi ni ya kwamba nini kuna kazi sio hizo tu. Nafikiria leo mmefanikiwa kukutana na mimi na kujua zaidi, lakini naamini ya kwamba mkiendelea kufuatilia kazi ambazo nazifanya mtakuwa interested sana kujua, kwa sababu mara nyingi wanahabari wao wanapenda kuwa na habari za kweli zenye zinaonekana zinaweza kusaidia jamii. So naweza kusema kwamba kitu ambacho ningependa mjue ni kwamba mjue ya kwamba na sisi si nyinyi peke yenu, hata watu wengine duniani kote ningependa wajue ya kwamba kunayo mipangilio mikubwa ambayo tuko nayo kwa ajili ya kusaidia watu tofauti, kwa ajili Mungu aweze kuwasaidia wokovu, ukombozi na kuendelea mbele, na kuambia kwamba unabii prophets unabii mengi yametokea yako kwenye, ukiangalia kwenye program yetu ya YouTube utaona hapo. Alafu Prophet Katagaruka Claude, hii ni Amisho TV na mimi ni Rosi presenter, tukushukuru kwa kutupatia muda wako. Asante sana, na mimi nawashukuru kwa muda wenu. Tutaendelea kujadiliana na kuwasiliana na kufanya mambo mengi yatakayosababisha kazi hii ya Mungu ipate nguvu kila mahali kupitia media na hii channel yenu. Asante. Ilikuwa ni Rosi presenter on the mic, na ilikuwa ni Amisho TV, na ilikuwa ni Prophet Katagaruka Claude ambaye na kanisa lake hapa ni mkoa wa Bujumbura. Ilikuwa ni tuseme kwamba ni wilayani Kamenge, Chibitoke, ni Chibitoke, ni barabara ya 9, ni upango wa 3 ambao wanapaita ni namba 5. Okay. Basi kama hivyo tukutane kwa kipindi kingine, na niwashukuru kwa wale wote ambao tulikuwa nao kwa muda wote ambao tulikuwa tukiwapatia habari nzuri, na ufanye subscribe pia wale ambao walikuwa hawajaweza kuifanya. Usisahau kufanya share kwa ndugu jamaa, na like pia na comment kwa kile kitu ambacho utakuwa umekiona. Urashaka makuru mashasha meza kandi agezweho, fyonda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe, L trending iriho ku bwanyu. Barindi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none, good mixing and mastering. Ghana Key Records, RTB, with the key to success.